ayuha alikhwa fil iman wakati huu ambao tunabainisha masuala haya ya kwamba katika Uislamu mwanamume katika asabat amepewa amri ya wilaya kusimamia juu ya nikah ya watoto wa kike ili kusipatikaniwe fasad, ili kusipatikaniwe mambo yasiyofaa katika Uislamu, ili wanawake wasifanye mambo kulingana na vile hawa zao zinavyowapelekea na fikra zao na shahawa zao na mengineo. Ndipo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ikamweka wali. Lakini la msingi la kuzingatiwa na muhimu sana ni kwamba huyu msimamizi wali, ayuha almuslimun, ni muhimu sana tena sana tuelewe kwamba ile wilaya na ule usimamizi aliokabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yake ni amana. Sio jambo ambalo anatakiwa au anaweza kulipeleka vile anavyoona yeye kwa hawa za nafsi zake, au vile akili yake inavyompelekea yeye. Huyu akamkubali na yule akamkataa, huyu akampeleka mbele, huyu akamwekea masharti ambayo hayamo. Ni muhimu sana ayuha alikhwan, ayuha almuslimun, kuelewa ya kwamba suala la wilaya katika nikah min masail sharia alazima, ni katika masaili ya sheria yaliyo makubwa, na yatakiwa yule msimamizi ayasimamie masala haya kwa mujibu wa alkitab wa sunna, Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule aliyekuja kuomba mkono wa binti yako, mkono wa ukhti yako, mkono wa yule uliyefanywa wewe kwamba ni msimamizi kwa maadili ya Qur'ani na sunna, unatakiwa umwangalie juu ya mizani mbili, mizani ya dini na mizani ya khuluq. Haya mawili katika Uislamu, katika fiqh ya ndoa, katika fiqh ya sheria yanaitwa al-kafaa fi zawaj. Kafaa kwamba yule mume ni kufu wa yule mke aliyekuja kuolewa, na kafaa ya daraja hizi mbili bi ijma'il umma, kwa ijma' ya wanazuoni wa dunia nzima. Yale mengine yote sio kwa haya mawili, kuangalia nasaba, kuangalia mali, kuangalia kazi ya yule aliyekuja kutaka mkono wa binti yako au ukhti yako au mwingine katika wanawake, haya mengine yote ni min almasail almukhtalaf fiha, min alkafaa'ati almukhtalaf fiha. Lakin alkafaa'a almuttafaq 'alayha idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Msipofanya hivyo kutakuwa ni fitna kubwa katika dunia hii na ufisadi mkubwa. Na leo maneno haya tunayashuhudia ayu alikhwa. Anakuja mkijana wa Kiislamu aliye na dini yake alhamdulillah, aliye na khuluqi yake la ba'sa bihi walillahi alhamdu wal minna. Hakuna ambaye amekamilika, alkamalu lillahi wahda. Pengine na kasoro hapa na pale inaweza kukamilishwa huko mbele akiwa anajirekebisha. Lakini wakati mwingine unamkuta yule msimamizi aliyepewa usimamizi ya wilaya ya nikah anakuja kuleta masharti ambayo ima hayamo katika sheria, au hata kama yamo miongoni mwa ule mlango ulioختلف ambao wanazuoni walikhtalifiana ndani yake katika masala ya kafaa. Kuna mlango ambao wanazuoni walikhtalifiana katika kafaa: kafaa fi nasab, kafaa fi alhasab, kafaa fi sharafi wal manzila, kafaa fi alhirfa, katika kazi. Haya ni masail wanazuoni wamekhtalifiana ndani yake. Lakini mume kuangalia vile hali ilivyo, kuangalia ufisadi ulivyoenea leo duniani, yeye mwenyewe atumie vipimo vya kisheria kuangalia masalih, avipime na mafasid. Huyu aliyekuja, iwapo ana dini, iwapo ana khuluq, iwapo kijana ana tabia nzuri, iwapo ana kazi ambayo yamletea riziki walillahi alhamd, si lazima awe na majumba na magari, si lazima awe na akaunti manono makubwa katika benki. Yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku nayo katika machache, wama min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Lengo na makusudio ya mwanamume kuwa ni wali wa mwanamke sio hukuwekwa kwamba ni wali ili wewe umpeleke yule mke vile unavyotaka wewe kumpeleka. Watu wanakuja pale, umemweka pale nyumbani, umemfungia. Vipi jamaa? Sitaki. Vipi jamaa? Bado sijafikiria,
bado sijaona, mimi sioni kwamba bado mwanamke anakaa, wengine wanafika miaka 30, miaka 40 wanaingia katika uzee, bado hawajapata wakuja kuwastiri, na haya ni masuala mazito. Ndipo unaona wengine wanaingia katika ufisadi na wanaingia katika makosa.